mazuri. Huenda ukadharauliwa ni kwa sababu kunao kazi Mungu ameweka ndani yako. Wewe ni mvinje, wacha udharauliwe, wacha uvinyiliwe. Siku inakuja mvinje kazi yake itaonekana. Alimtuma Nuhu akaukate ule mti wa mvinje. Bwana Mungu alimtuma Nuhu aje atengeneze safina. Mungu alimtuma Nuhu akaukate ule mti wa mvinje. Mungu alimtuma huyo Nuhu atengeneze safina itakayowabeba watu kutokana na lile gharika. Watu wengi walimdharau Nuhu alipowaambia kutengeneza safina, lakini gharika ilipofika watu hawa waliteseka sana. Wakamuomba Nuhu, tufungulie safina. Nuhu akawajibu, sikufunga mimi safina, amefunga Baba, amefunga Mungu. Siwezi kufungua safina. Kwa sababu ya maovu yao wanadamu, Mungu alikasirika kutoka mbinguni, naye akasema siwezi kushindana na wanadamu. Naye akasema nitamfutilia mbali mwanadamu. Mvua ilinyesha, maji yakawa mengi juu ya nchi, watu wakatapatapa huku na kule wakitafuta safina. Mvua ilinyesha, maji yakawa mengi juu ya nchi, watu wakatapatapa huku na kule wakitafuta safina. Waliangamia kwa maji, wakuidharau safina. Waliangamia kwa maji, wakuidharau safina iliyotengenezwa kwa mvinje. Hata leo wapo watu wenye mioyo migumu sana, kama wale wa kipindi cha Nuhu. Wana mioyo migumu, hawataki kusikia, hawataki kuelewa, wanadharau neno la Mungu.
wanadharau wokovu hawa watu. Zamani za ujinga Mungu alijifanya kama hazioni, kama hazioni, na sasa anaagiza watu wamrudie yeye, waache uovu wamrudie yeye. Ndugu yangu nakusihi, uache uovu, urudi kwa Yesu, urudi kwa Baba. Matendo maovu leo uyaache. Tangamia kwa moto